Tunaanzia pale tulipoishia episode ya pili. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare ili kuwa kwanza kupata video zetu tukiwa tunazitoa video kali. Tunaanzia hapa episode ya pili, Mwamba akiwa anafanya usafi. Ghafla bibi Vanessa anafungua mlango na kumwangalia Mwamba. Mwamba bila kujua yeye kana anaendelea kufanya usafi, ipo busy. Dada yake Vanessa huku akawa anaanza kulamba vidole, analamba kucha. Mwisho siku akashinda kuvumilia, akamfuata. Bahati nzuri Mwamba akawa kushtuka. Mwamba akasemaje, bibi umefuata nini tena? Boss, samahani naomba niondoke. Uondoke unaenda hapa? Akamwambia samahani boss, hapa mimi naondoka, kuna vitu nataka nikafuate ndani. Akamwambia wewe ni muongo. Unafanya nini? Unaenda kufuata nini ndani wakati unafanya usafi hapa? Jamani, mbona hutaki kunielewa? Naomba unielewe. Please, naomba unielewe. Nikwambie kitu namna gani ile? Mimi nakupenda. Mama akamwambia, mbona mimi sikuelewi? Nikuelewe kwa namna gani? Niambie, mimi sijakuelewa, nataka nikuelewe namna gani? Akamwambia, umesikia, mimi ninachokuomba kwako usiku mmoja tu nilale na wewe, utabadilisha kila kitu chako. Mama akashtuka, ulale na mimi usiku mmoja? Ghafla nyuma Patricia anatokea, akamwambia samani, naomba kupita. Mwamba huyo akaondoka. Patricia akamfuata. Vanessa, nakuona Vanessa, nini wewe sasa? Vanessa akacheka kidogo, akamwambia naona nataka kusex bwana. Kusex na mpishi, mfanyakazi wako, kujidhalilisha. Akamwambia ndio nataka kusex. Una hakika nataka kusex? Ndio, nimekusikia kutoka mdomoni mwako, kidomo chako iko unasema nataka kusex. Hebu nipishike huko. Akaondoka. Patricia akaendelea kucheka. Kumwona mwenzie ni mshamba, eti anataka kulala na mfanyakazi wake. Tena mfanyakazi ni anafanya kazi za upishi. Huyu moja kwa moja akaingia ndani. Tunaonyeshwa huko upande wa pili sasa. Mjini wakina Patricia leo wametoka, wameenda kwa mama yao ambaye anaweka mjini. Wakafika huko wanaanza kucheka, kupiga chai. Yes, wanangu mmependeza na mnazidi kunawili. Yes. Yaani najivunia sana kuwa na nyie wanangu. Hamna bwana mama, sisi ndio tunajivunia kuwa na wewe. Yaani wewe ukituacha sisi hakuna kitu ambacho kitaendelea. Wewe ndio kila kitu. Ndio kweli mama, yaani wewe ndio unatufanya sisi hapa mjini tuvimbe, tuonekane na sisi ni wanawake. Sema mamangu, yaani wewe mimi nakupenda kuliko chochote mama. Ninakuomba mama yetu usituache mpaka mwisho wetu. Tunakupenda sana mama yetu. Sana mama yetu. Mama akasema hamna, sio na shida. Siwezi kuja kuwaacha wanangu. Siwaachi mpaka kufa kwangu. Yaani ninajivunia, nikiamua kujivunia sijui mnaelewa. Yes mami, tunaelewa. Lakini sisi ndo tunatakiwa tujivunie kuhusu wewe bwana mama yetu. Yaani wewe ndio umetufanya sisi hapa mpaka leo bado tunadunda mjini. Tunamiliki mijengo, tunaenjoy, tunaenda fun, tunaenda Kisnia. Yes mama, wewe ndio kila kitu. One time moja tunakaa tunaunganisha wifi, tunaingia YouTube. Tuenda kuenjoy. Ndio kwa moja akamgeukia Patricia mwanangu. Vipi? Hauna boyfriend mwingine mpaka sasa hivi hujapata boyfriend? Wote wakaanza kushtuka. Tumegundua hapa hawa mabinti wote hakuna binti ambaye ana boyfriend. Kwa hiyo ni kazi ya kumtegemea mama yao. Amna mama, mimi sina boyfriend kwa sasa hivi, wala bado sijategemea kupata boyfriend mamangu. Ila samani kama mimi nakukwaza, hujapata boyfriend? Serious? Nakuuliza. Ndio mama, serious, mimi sijapata boyfriend. Kwa hiyo unasubiri nini? Unasubiri uzeke? Amna mama, anaongea kwa kujumauma. Lakini mama unajua mimi wanaume sijui mama nikwambieje, ila mimi wanaume siwa ni kama mbwa. Kuanzia anashtuka akaulizwa na Christabella, Christabella wewe vipi? Wewe unaniangalia mimi? Vanessa akashtuka anaambia nje, mama unaniangalia? Christabella, nimekuuliza wewe vipi? Vipi? Na hauna boyfriend? Nakuuliza. Akajibu Vanessa, mama unajua mimi kwa hawa wenzangu mimi sijajua, but mimi ninaye boyfriend. Tena mimi nampenda sana. Ila bado katika harakati za kumpata tu. Mama, mimi nikimpata tu boyfriend nitakuja kukuambia. Sawa mamangu. Mimi sio kama mama. Mimi napenda, na mimi ni mwanamke nina hisia. Najua nahitajika kujenga familia yangu. Kwa hiyo mama, wewe usijali. Ila wenzangu mimi nimeshawaambia wao kama vile wananipotezea. Wakaendelea kunywa
wakanywa. Mama akamwambia, ila sikilizeni wanangu, hakikisheni mnapata boyfriend, msiendelee kunitegemea mimi tu, maana ipo siku na mimi nitakufa. Sawa mama, tumekuelewa, hakuna shida, tutafanya kila kitu. Yes mama, tutafanya kila kitu, naomba utuelewe watoto zako. Kesi ikawa imeishia hapo. Moja kwa moja akawa narudi zao maskani. Kufika kwenye gari wakashuka kila mmoja na hasira zake. Christabella, Patricia wote wamemnunia Vanessa. Wakawa wanaenda. Vanessa akamwambia, jamani, kwani shida nini? Mbona kama watu wataanza kumshushia maneno makali? Vanessa, wewe ndio umetaka. Mama amejoje kama sisi tuna nguvu? Jamani, mimi nimwambia saa ngapi? Nimwambia saa ngapi jamani? Unapenda kunionea? Mnanisingizia tu mimi. Akasema, Vanessa, ni wewe na unataka kulala na mlinzi wako, alafu nenda kusema kwa mama yangu ambaye ndo anatulea sisi sote. Yes, unajiona uko sawa Vanessa? Unajiona uko sawa? Sawa, nimesema sasa, ndio nimesema, maana mimi nawaambia unaona kama vile unapotezea. Kapiga soni moja la utamu hawa, akaingia ndani. Vanessa akaangalia akasema, vipi? Nikashamwambia, na mimi nina wazo, nataka niwape plan. Tunashuka upande wa pili, mlinzi amekaa na mpishi bwana Shai, wanapiga story. Bwana Shai anamwambia, yani mwanangu, pale nimekuona pale pana bibi Vanessa. Yani mwanangu, una nyota sana. Shai ukana una nyota kali. Nikamwambia, hamna. Wewe mimi ni madamu wangu, ni bosi wangu. Akamwambia, hebu acha ujinga bwana. Kwa kazi hiyo wewe ni uongo. Yani unapendwa. Hamna wana msipendo kama hakuna. Mimi si mbona subiri kwanza. Goti ikawa napigwa hapa, akakimbia moja kwa moja kwenda kufungua mlango. Kuchungulia ni gari, akaamua kwenda kufungua mlango mkubwa ili gari lipite. Akafungua geti fresh sana kuapisha mabibi leo wapite, maana leo wamekuja wapo 4 ndani ya gari. Akamwambia, oya, tulia uone vyombo vinavyoshuka. Mlinzi huyo anapituka kweli kweli. Mwamba naye akawa ameshtuka, akasimama kwanza. Mbona leo kama gari limejaza, gari leo limeshona. Mlinzi akafunga zake geti pale, moja kwa moja anaonyesha katika gari, bonge gari. Mabinti hao wana hela na hela zenyewe zinatoka kwa mama yao. Mwamba akashangaa, mbona leo kama vile kuna mzigo umeongezeka. Akamwambia, oya, tulia uone. Wakashuka pale katika gari, wako 1 2 3, takriban watu 4, huko wanacheka cheka. Wow, bibi nao alimpeleka saloni bwana Shakila. Shakila leo amependeza, amefanana kama wao, amekuwa ni mtoto wa mjini. Mwamba akasema, umeona kazi ile? Kumbe bwana imebalee. Mimi nilivyoiona mwanzo nikafikiri sijui ipoje baba. Yaani ile chumba ile, imebalee mwanangu. Nikamwambia, wewe shida nini? Akasema, hakuna, wala imebalee. Ukiona kile chumba kimetoka juzi kijijini tu, kimekuja kijabalee leo kishabalee. Akamwambia, wewe hebu kuwa na akili. Wewe sema bosi zako wewe. Hakuna kuwa na akili. Akasema, ndio tuwe na akili. Ila usimuona kifaa kile kimekuja juzi tu, lakini kiangalia leo kimeshabalee jamani. Yaani mimi ningekuwa mkubwa kama wewe, yaani na mimi ningebalee kama wewe mama, vile vitu ningekuwa navimaliza na vimunya kama buu, yani kama ndiki moja nakitengeneza na kipika na kitilia na ndipo nikiingia nacho kinaisha. Hivyo wewe shida yako nini? Mbona hakuna bwana? Tunamwona bwana mlinzi ana vituko mno. Akamwambia, ila saa ndio hivyo tu, vile vitu vyenyewe vichafu wapi? Una hela? Akasema, sio vitu vyangu vile vitu ni best kabisa uchafu. Kwamba wewe acha zako. Ngoja nikwambie kitu, nisikize kwa makini. Yaani na usinione mimi niko hapa na kula viboga na vya kweo ukafikiria labda nini. Mimi hapa ni mtu ambaye nina hela mpaka nimechanganyikiwa. Yaani ukisikia baba yangu anaweza kuwaita kina nani balo sio wote akawajaza hapa wasanii wako wote. Yaani wasanii wote sio kina Bana Boy, wakina Dogo Lema, wote wanajia hapa, maana sisi tuna mihela ko. Yaani hela nyingi mpaka mimi rangi imebadilika. Mwamba kaona huyu jamaa anamletea uchizi, akaamua kunyanyuka na kujichenga zake. Akamwambia, wewe mimi nakwambia unaniletea mashauzi. Sasa huko upande pili inaonyesha bibi Vanessa, Patricia na Christabella wamekaa baada ya kumsikiliza Vanessa na kutaka kutia idea yake ilikuwa ni kumtaka bibi huyu afanye kazi za muziki. Bibi akakaribishwa, kaa chini, welcome. Bibi mpaka akashangaa, leo kuna nini? Maana nimependezeshwa, afu leo kuna nini? Akaanza kwamba, wow, you're so beautiful. Shakila ni mrembo kuliko wanawake wote hapo mjini.
na ukikaa hapa mjini, ukikaa miaka kadhaa hivi utakuja kuwa tofauti na wengine, yani utanizidi mpaka mimi. Wakawa wanamchanganya. Vanessa elewi kwa nini umemitia hapa. Vanessa elewi. Sasa Patricia kama kumwambia kwa msikia, sisi hapa tunataka tu kufanye ukue katika career yako ya muziki, sawa? Yes. Na usije katoa vibaya, yani unataka uwe msanii mkubwa hapa Nigeria. Yes. Kweli jamani, mbona mnafanyia hivyo? Kweli. Akapiga magoti kwa shukuru, jamani, asante Patricia Christabella. Asanteni sana. Mungu awabariki. Akaambia nyanyuka hapo. Nyanyuka. Msikia mdogo wangu. Mimi ndo dada yako hapa mjini, sawa? Nimekuambiaje? Lazima uje kuwa bonge msanii artist mkubwa sana hapa Nigeria. Ambacho natakiwa sasa kuzingatia ni mambo ya kuwa serious tu. Yaani hakikisha unaandaa ngoma kali ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kuja kukushtua. Na ukitoa ngoma wewe, hakuna mtu ambaye anaweza kuja kutoa ngoma kasikika. Kama mimi, yani mimi nikiimba kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuja kusikika, maana nikiimba tu kijijini kwetu pale watu wote wanaruka. Klabu nzima zinazima, nasikika mimi peke yangu. Kasema yes. Sasa huko sio klabu, huko ni radio, television, YouTube. Maana YouTube ndio kuna soko, Instagram, FB kama unaona wasanii wengine. Na wewe sasa ndio utakuwa na vitu vyako kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa uwe serious sana. Sawa. Nakwambia na kingine ndugu wangu, na kuahidi hatutokuacha. Akagonga pale, akashuka chini kumshukuru, akamwambia sawa ndugu wangu, lakini usipige magoti. Mimi sio Mungu. Unataka kunipigia magoti, sawa ndugu wangu, kaa chini. Kwa hiyo Vanessa, Patricia na Christabella baada ya kusema na mama kumtumia dogo huyu kuingiza kipato, leo wamempeleka night club za usiku. Wamempeleka bibie Shakila kwanza kumwambia, "Nisikia sasa maisha yako yameanza kubadilika. Vitu kama hivi naomba uchukulie kawaida tu. Sio vikubwa, sio vya ajabu. Haviwezi kutisha." Sawa. Na ambacho unatakiwa kuzingatia ni kazi zako ziende tu. Maana ukiwa mlegelege, mziki huu haupo kitoto. Unatakiwa ukaze sana. Yaani ukaze. Tena fungu lako likaze katika kutunga. Ukiachia mistari ni watu kuruka. Ukiachia nyimbo za maumivu ni watu kuumia. Yaani unatakiwa ujiandae, uwe prepared mwanamke. Usije ukawa unaachia ngoma kama kina Van Voice, sijui wasanii wale wa Kitanzania ambao hawasikiki. Jiandae kinyama, sawa? Yes, hiyo wazo na lokali mno. Unatakiwa uje na hata ukiwa na rap, maana soko la rap nalo ni kali sana. Sawa? Wakaanza kumpa maneno makali, umwambia sasa sampa zitakuja. Bibi akawa anacheka, wao wanakunywa, na bibi yeye ameshazoea kunywa togwa. Vitu hivyo sio vitu vyake kabisa yani. Siku inayofuata asubuhi Shakila akawa anachezea simu, ghafla mlango ukafunguliwa, akashtuka. "Oh sorry, ni mimi hapa Shayo, nimekuletea matunda madam. Samahani sana kwa kuwa nimekusumbua. Matunda hapa, pokea please madam." Nikupokea kata kudondoka, we akawayo. Sasa wakati amewayo akamshika mkono, wakabaki wameganda namna hiyo. Yaani aliganda kiasi fulani mpaka mwamba akashinda kuongea bibie. Jamaa akamwambia, "Madam, kuna basi nimekosea kukuletea. Siwezi nikakuletea hapa, utapata shida, subiri dakika moja." Mwamba akawa ametoka, bibi akiwa ameganda vile na kushinda kuelewa. Vipi? Mungu, umenipa nini mimi, mtani gani? Mwamba akamletea matunda pale, bibi akamwambia, "Okay, you have good enjoy sana." Bibi akawa ameganda pale. Mungu, hiki ni kitu gani? Eti Mungu wangu, umeniletea nini hapa? Mbona kijana ni mzuri namna hii? Na kwangu amekuja kufuata nini? Huku upande wa pili Patricia ameletwa nje na Christabella, anambia, "Wewe vipi? Mbona unasumbua?" Akamwambia, "Subiri, kuna kitu msikielewi. Vanessa ndani hayupo." "Vanessa hayupo? Kwa hiyo kaenda wapi?" "Nimekwambia mimi sielewi. Na nilivyosikia ametoka na bwana wako." "What? Vanessa ametoka na bwana wangu mimi? Vanessa? Usinilalamikie mimi, ni Vanessa." Na huo ndio mwisho episode yetu hii ya pili. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare ili kupata mwendelezo wa episode ya 3
na miendelezo mingine na movie kali kibao kutoka katika channel yetu hii pendwa. Kumbuka mimi mtafsiriaji wako hapa movie ni Shao Kahn and Samboy 44 mapenzi, you know.